Karibu DSG Digital. Leo nakuletea mambo 10 usiyoyafahamu kuhusu Yesu Kristo. Kaa nami mwanzo mwisho ili uweze kujua ni mambo gani hayo ambayo huyafahamu kuhusiana na Yesu Kristo. Jambo la kwanza, Yesu alizaliwa katika hukumu ya kifo. Bana, kama ulikuwa ufahamu, Yesu alizaliwa chini ya utawala wa mfalme Herode. Herode bana alipata unabii kwamba atazaliwa mtoto ambaye atapindua ufalme wake. Kwa hiyo Herode akaingiwa na woga na mashaka na watoto wote wachanga ambao walikuwa wanazaliwa katika kipindi hicho. Hivyo akawa anatuma askari wawinde watoto wa miezi mpaka miaka miwili. Ukikamatwa inabidi tuuliwe. Kwa hiyo Yesu alizaliwa katika kipindi hicho, kipindi ambacho akina mama wengi walikuwa na machungu, damu zilitapakaa sana mitaani. Lakini Yesu kunusurika kwake ilikuwa ni kukimbilia Misri. Ilikuwaje? Biblia inatuambia katika Mathayo 2:16 inasema, Herode akaona ya kuwa amedhihakiwa na wale majasusi, akakasirika sana, akatuma watu akaua watoto wote waliokuwa Bethlehemu tangu wenye umri wa miaka miwili na kushuka chini. Unaona? Lakini Mungu akampa amri Yosefu akampa amri kwamba inabidi atokomee yeye pamoja na Yesu akiwa mchanga, watokomee waende wapi? Misri. Inasema katika Mathayo 2:13, Bwana akamtokea Yusufu usingizini akasema, ondoka, mchukue mtoto na mama yake ukimbilie Misri. Jambo la pili bwana, Yesu alishikwa na njaa. Lakini alishikwa na njaa katika mazingira gani? Yesu aliamuliwa afunge siku 40 ambapo alienda jangwani. Huko akakutana na shetani ambaye alimjaribu vitu vitatu. Alimjaribu juu ya nguvu kwa kumwambia abadilishe jiwe kuwa mkate, lakini alimjaribu juu ya usalama baada ya kumwambia kwamba ajitupe kutoka juu ya lile jengo refu ambalo walikuwa wamepelekwa na shetani, ajitupe chini. Lakini jambo la mwisho, alijaribiwa zidi ya mamlaka juu ya mataifa, maana shetani alimwambia hivi vitu vyote, mali zote unazoziona duniani nitakupa endapo kama utaniabudu mimi. Lakini Yesu alivikataa vote na akawa ameshinda mtihani. Lakini hii habari tunaipata katika Mathayo 4:1 mpaka 2, ambapo inasema Yesu akachukuliwa na Roho kwenda nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Lakini pia Mathayo 4:4 inasema Yesu akajibu, imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate tu. Kwa hiyo bwana, Yesu alishikwa na njaa. Jambo la tatu, Yesu alijua atakufa. Maana kama ulikuwa ufahamu, Yesu alijua kama atakufa. Yesu hakufa kwa bahati mbaya, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Aliingia au alizaliwa Yerusalemu, lakini alikuwa anajua kitu gani ambacho kinamngoja. Na hata zile mashambulio alikuwa anayafanya dhidi ya dini ambayo ilikuwa imegeuzwa kuwa biashara, alikuwa anajua mwisho wake itakuwa nini. Lakini tunafahamu vipi? Soma Mathayo 20:18 mpaka 19, nasema, tazama, twampanda kwenda Yerusalemu, naye mwana wa Adamu atatiwa mikononi, nao watamuua. Lakini pia Mathayo 21:12 inasema, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Kwa hapo utafahamu kwamba dini ya Mungu iligeuzwa kuwa biashara. Watu walikuwa wakifanya biashara katika mahekalu. Lakini pia Yesu alifahamu kwamba atauliwa. Jambo la 4 bwana, Yesu alisalitiwa na rafiki yake wa karibu, Bwana Yuda Iskarioti, mtu ambaye alikuwa akilala naye, akitembea naye, kuhubiri neno la Mungu, mtu ambaye alifanya naye vitu vingi sana. Lakini Yuda alimuuza kwa vipande 30 vya fedha, ambayo ilikuwa ni bei ya mtumwa ya kipindi hicho. Kwa Yesu alisalitiwa na rafiki yake. Tunapata habari hii katika Biblia, ambayo Mathayo 26:15 inasema, wakampimia vipande 30 vya fedha. Yuda akaenda akajinyonga. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba Yesu alisalitiwa na rafiki yake wa karibu. Lakini pia
Jambo la tano usilolijua kuhusu Yesu ni kwamba Yesu aliachwa na watu wake wa karibu. Sikiliza vizuri. Wanafunzi wa Yesu walimkimbia Yesu. Kama unakumbuka, Petro alimkana Yesu mara 3. Yesu alibaki peke yake. Na tunapata habari hizi kupitia Mathayo 26:56 ambayo inasema wanafunzi wake wote wakamwacha wakamkimbia. Lakini pia Mathayo 26:74 inasema Petro akamkana mara 3. Kwa tunaona kwamba Yesu alikimbiwa na wanafunzi wake. Lakini jambo la 6 usilolijua kuhusu Yesu ni kwamba alipewa kesi ya udanganyifu gizani, ambapo Yesu alipewa kesi, akaletewa mashahidi wa uongo, alipigwa, aliziwakiwa, lakini pia alivikwa taji la miba. Kwa nini alivikwa taji la miba? Ni kwa sababu Yesu alikuwa akijiita mfalme, na kipindi hicho kumbuka tayari kulikuwa kuna mfalme. Kwa ili kumdhihaki Yesu alimvisha taji la miba na sio taji la dhahabu ambalo wafalme huwa wanavaa. Habari hizi tunazipata katika Mathayo 26:59 ambayo inasema makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa uongo juu ya Yesu. Lakini pia Mathayo 27:29 mpaka 30 inasema wakamvika taji la miba kichwani na wakamtemea mate. Kwa unaweza kuona ni jinsi gani waliweza kumdhihaki, lakini pia ni jinsi gani waliweza kumtengenezea kesi za uongo. Lakini pia Yesu aliteswa na Warumi. Kama unakumbuka au kama unafuatilia utaona kwamba Yesu alipigwa mijeledi, ngozi yake ilichanika, alipigwa misumari mkononi na miguuni, kila pumzi yake ilikuwa ni mapambano. Aliwekwa msalabani, aliteswa mno. Tunapata habari hizi katika Yohana 19:1 anasema ndipo Pilato akamtwaa Yesu na akampiga mijeledi. Lakini pia Yohana 19:6 inasema wakamwambia msulubishe, na hiyo ikawa sababu ya Yesu kuja kusulubiwa. Kwa alisulubiwa na Waroma, na ndio maana tunasema Yesu alipata mateso makubwa kutoka kwa Waroma ambao baadaye wamekuja kuwa miongoni mwa makanisa makubwa ya Yesu duniani, kanisa la Roma.